Heri ya mwaka mpya, ndugu mpenzi msikilizaji na mfuatiliaji wa Doctor of Education Media. Leo nakusimulia maajabu ya mwaka mpya, maajabu ya kila mwaka mpya uliowahi kutokea hapa duniani. Kila mwanzo mpya una hadithi yake ya ajabu. Mwaka mpya si tu tarehe kwenye kalenda, ni ishara ya fursa mpya, matumaini na mabadiliko. Safari ya sherehe hii inatupeleka zamani sana, kipindi cha jamii ya ustaarabu wa kale hadi ulimwengu wa kisasa, tukiona jinsi binadamu alivyovumbua njia ya kusherekea mwanzo mpya. Zamani sana, jamii ya kale, miaka 4000 kabla ya kuzaliwa Kristo, katika ustaarabu wa Babilonia ya kale, binadamu alianza kutambua mwanzo wa mwaka mpya. Sherehe hizi hazikufanyika Januari, bali majira ya kuchipua spring, yaani mwezi Machi, wakati ardhi inachipua, mazao yanakuwa na majira yanaanza upya. Kwao mwaka mpya ulikuwa muujiza wa asili, fursa ya kuanza upya na kusherekea mafanikio mapya. Muujiza wa kale, kila mwaka mpya sherehe hizi zilihusisha shukrani kwa mazao, uhai mpya na nafasi ya kutafakari maisha. Baada ya karne nyingi, katika dola ya Roma, alikuja kiongozi mmoja mashuhuri aitwaye Julius Caesar. Kwa kifupi sana, aliona kuwa kalenda ya zamani hazikufuata mpangilio. Hivyo aliibua kalenda ya Julian mwaka 45 kabla ya kuzaliwa Kristo. Kutoka hapo tarehe 1 Januari ikawa mwanzo rasmi wa mwaka mpya. Muujiza wa historia hii, hatua hii ilibadilisha jinsi dunia ilivyopanga mwaka hadi leo, ikiacha alama ya milele. Waroma wa kale waliunganisha Januari na mungu Janus, mungu wa milango, mwanzo na mwisho. Janus alikuwa nyuso mbili, moja ikitazama nyuma, nyingine mbele, ikiwa ishara ya kuaga mwaka uliopita na kukaribisha mwaka mpya. Kadiri dunia ilivyopanuka, mataifa na dini mbalimbali zilianza kusherekea mwaka mpya kwa njia zao. Mwaka 1582 dunia ilikubali kalenda ya Gregorian, na leo zaidi ya mataifa 190 husherekea Januari 1, siku moja, usiku moja. Mungu wa sasa. Tukio hili linaunganisha watu duniani kote bila kujali dini au taifa. Muujiza wa mwaka mpya na maajabu ya mwaka mpya kila mwaka unaotokea hapa duniani. 1. Muujiza wa mwanzo mpya ambapo mwaka mpya hutupa nafasi ya kuanza upya. 2. Nguvu ya kuweka malengo ambapo mwaka mpya huunda mwanga mpya na ndoto na malengo yetu. 3. Mwaka mpya ni tukio la kipekee linalounganisha tamaduni, dini na mataifa tofauti kwa wakati mmoja. 4. Mwaka mpya huongeza matumaini, motisha na akili na kihisia upya. 5. Mwaka mpya huleta nguvu mpya kwa wanadamu wote. Tafakari ya ndani kuhusu mwaka mpya. 1. Pima maisha yako, elewa wapi unaweza kubadilika. 2. Weka malengo yanayopimika na yenye muda. 3. Ondoa vikwazo vya kihisia na uhusiano mbaya, ruhusu kuanza upya bila mizigo ya jana. 4. Tenda kwa mpangilio, usiruhusu ndoto zako ziwe maneno tu. 5. Omba na tafuta mwongozo wa kiroho, kitaaluma, kupata mwanga na mwelekeo bora. Maajabu ya mwaka mpya 2026 kwa maendeleo binafsi. 1. Huu ni mwaka wa kuchukua hatua, kuacha kupanga kwa maneno bali kutenda. 2. Huu ni mwaka wa teknolojia mpya ambapo hufungua milango ya ajira na ujuzi mpya. 3. Huu ni mwaka wa ukuaji wa biashara ndogo ndogo kupitia kidigitali. 4. Huu ni mwaka wa kulinda afya, akili na nidhamu binafsi kwa kuhakikisha ustawi wa ndani. 5. Huu ni mwaka wa mabadiliko halisi ya maisha, kuanzia vitendo badala ya maneno tu. Alama kuu ya mwaka mpya 2026. 1. Kutekeleza malengo kwa uthubutu. 2. Nidhamu binafsi. 3.
afya ya akili na ustawi wa ndani. 4. Hatua halisi ya mwelekeo binafsi na kijamii. Miujiza ya maandiko ya zamani. Biblia Takatifu, Mhubiri 3:1. Kwa kila jambo kuna majira yake. Kutoka kwenye Kurani tukufu, sura Ar-Ra'd 13:11. Hakika Mwenyezi Mungu habadilishi hali ya watu mpaka wabadilishe yaliyo ndani ya nafsi yao. Miujiza ya mwaka mpya kwa jamii ya kale. Kwa Wamisri wa kale, mwaka mpya ulihusishwa na mafuriko ya mto Nile kama ishara ya uhai na baraka. Kwa Wagiriki na Waroma, mwaka mpya ilitolewa sadaka kwa miungu ili mwaka uwe uliojawa neema. Haya ni miujiza ya kisasa kuhusu mwaka mpya. Kuadhimisha mwaka mpya huongeza shauku, motisha, ndoto, kuungana na familia na marafiki, sambamba na ustawi wa akili mpya. Hitimisho. Ndugu mfuatiliaji wa Doctor of Education Media, mwaka mpya si tarehe tu, ni muujiza wa mwanzo mpya. Unatufundisha kusamehe jana, kupanga leo na kuchukua hatua kesho. Maajabu ya mwaka mpya yanaishi katika maamuzi tunayochukua kila siku, na kila mwanzo mpya huleta fursa ya kuwa bora kuliko jana. Hadithi hii inafikia tamati hapa, lakini somo lake linaendelea ndani yetu. Nawashukuru sana kwa kufuatilia hadi mwisho. Asanteni kwa kuwa sehemu ya familia Doctor of Education Media, mahali ambapo elimu hukutana na tafakari za maisha. Mpaka tukutane tena katika maudhui yajayo, endelea kuwa mwanafunzi wa maisha na ufanye kila mwaka mpya kuwa darasa jipya la mafanikio. Mimi ni Doctor of Education Media. Asanteni kwa kunifuatilia.